Sawa, nimekuelewa. Ila nikumbuka mwambie kuna rafiki yako anakuja. Rafiki yake sijajua jina lake nani. Naitwa Jackie. Jackie. Basi sawa. Naomba niondoke, nitarudi siku nyingine. Sawa. Haya, baki salama. Haya, tumwambie. Basi sawa. Haya, sawa, karibu sana. Haya, asante. Karibu tena. Nini shida? Sijaacha hela ya matumizi hapo. Umeacha. Nini kingi unachokihitaji? Sasa wangu mwezi wa 3 kweli sipati haki yangu kweli. Sikia. Kama hayo mambo unayohitaji, mambo ya haki, kamtafute muuza maji. Lakini mimi nakwambia wewe si ndo mume wangu. Achana mimi. Hadi. Azad, karibu. Upo? Pita ndani. Kaka kwema? Kwema. Habari ya sasa? Salama. Uko poa? Safi. Vipi mgonjwa wetu anaendeleaje? Bado kama unavyomuona. Ameshaamka lakini ameshaama. Bado. Usimwamshe, acha kwanza. Usimwamshe, mwache kabisa. Usimwamshe. Usubiri baada kama masaa 12. Alikuja daktari tena? Alikuja kumwangalia, akasema tusimsumbue. Kwa hiyo tuvumilie, ndani ya masaa 12 atakuwa sawa. Ila ameshakula? Amekunywa chai, ila chakula kabisa bado. Ila sio mbaya, maana chai amekunywa. Mwache tu. Usimsumbue. Sawa? Sawa, sio mbaya. Vipi shemeji uko masomoni kwako? Shemeji nimeongea naye muda si mrefu. Nimefika tu na mimi ndio nilikuwa nimeweza kuongea naye. Nimemisi. Najua, si unajua tena vichekesho vyake na mwingine. Nimemisi sana shemeji. Nimeongea naye baada ya mwezi mmoja. Hivi sasa yuko nchi gani? Huyu ametoka nchi za nje mara moja kwa ajili ya masomo. Masomo. Ila nimewasiliana naye kwa njia ya WhatsApp. Amesema muda si mrefu atarudi akimaliza masomo baada ya mwezi huo. Basi kaka, Mungu akubariki sana. Sema ndio wako atambariki. Atakuwa na Mungu yuko nasi. Haina noma kaka. Nashukuru sana kwa ujio wako. Asante sana. Karibu tena. Sema nitapitia na matunda, nitakuja nao manini. Wewe Itakuwa vizuri. Nitapitia kule mjini. Sawa? Haya poa. Utaona. Mwana, niambie ndugu yangu. Mwangu nimeamua niongee na shemeji yako ya Aisha. Tunajua tena. Ala, muotu msamehe. Nimeona tu nimsamehe potelea pote. Sema kweli, ongea naye shemeji, maana kaa hivyo unajua watu wawili ndani afu mko tafu like mambo yaeleweki. Wewe mkubalie tu muishi tu kama zamani. Sawa. Unajua mambo yote yatakaa vizuri, ila kikubwa sameheane. Msamehe. Mimi hilo nimekuona kweli wa maana. Kumbe una akili au upo hilo? Sema msamehe jamaa. Sikia mke wangu. Mbona hivyo lakini? Wewe ulisema utaki. Sikiliza mke wangu. Ulisema utaki. Ona. Mimi sitaki usumbufu sasa. Sawa. Sikiliza mke wangu. Nachokisema sana. Nikwambie kitu. Subiri na mimi hasira zangu zikiisha tutaelewana sawa? Ile tumeongea yote yashaisha. Jackie. Niache nilale basi nipumzike. Shida gani? Mbona fujo? Hapa tupo Mbweni JKT Zoo ama bustani ya wanyamapori ya Mbweni, Dar es Salaam, Tanzania. Hapa tupo kwenye mbuni ambao kwanza tujue asili ya mbuni ni Afrika.
Nami kaka. Salamu. Poa. Hivi mgonjwa aliaje? Mgonjwa afadhali. Afadhali. Ameshazinduka. Oh. Haya Kabla hujamsikia yani. Utamtambua bado. Rafiki yako. Rafiki yako mmoja kuangalia. unalia mbona? Maumivu makali unasikia? Pole. Ndio kama unavyomuona rafiki yangu. Taratibu sasa, taratibu. Unataka kuamka? Tulia kwanza, bado hujapona yani. Taratibu. Tulia, usipose kutembea wakati bado. Wewe mwenyewe unajua vizuri unaumia sana. Sikia mtoto. Bwana J, anaambia Juma akuona. Hata mimi nimekuona pia. Vipi ndugu yangu, mbona toka siku ile sikuoni yani unaeleweki, upo mara huku mara huku, shida nini? Unajua tena mwanangu. Kwani hujui nini kinachoendelea? Si unajua kila kitu kabisa. Mimi nakumbuka mara ya mwisho tuliongea kwamba unaenda kuongea na shemeji mambo yakae sawa tu, lakini kunipata mrejesho. Ameshakaa sawa tayari, alishaongea naye. Bana, niliongea naye hakuweza kunielewa. Kwa hiyo mpaka hivi hajanielewa bado. Sasa yani ashindoje kuelewa shemeji. Ila ndugu yangu cha kufanya wewe jishushe. Maana unajua kabisa mlivyopitia kule mambo magumu, wewe jishushe tu. Jishushe hivyo siku shemeji ataelewa. Hilo ni ushauri wangu kabisa wa msingi, wewe jishushe. Sawa. Ngoja sawa ndugu yangu, niingie dukani hapo kachukue unga, sio tena sijaoa nikatoe dongo sasa hivi. Haina na mimi mwenyewe nashuka hapa Jobu. Pole. Karibu kwa mgeni. Pita. Hodi ndani. Karibu. Mpaka ataingia tu. Sio kwa mwenyewe kuingia. Karibu sana. Shikamoo. Kama unamuona yani ndio hivyo ameamka. Sasa hivi afadhali amekaa kama unavyoona. Ayani ni mimi. Rafiki yako. Ni mimi Ayani. Katika sitaki kumuona huyo kaka. Nipishe toka nyumbani kwetu. Rafiki yako yani. Msoma naye. Tazame basi. Pishe nyumbani kwetu. Kaka, toka tu. Sasa nini? Sasa hivi. Toka nje. Kuna nini jamani? Toka nje. Yaani kwa mpole. Kaka mtoyo. Basi ametoka. Ni rafiki yako. Sava. Poa. Vipi mzee wa hapa unaona umelala kazi zinalala na zenyewe vipi? Wenge, hizi ngapi? 8. Ona eti 8. Mimi nakusalimia ndugu yangu, nataka niende. Naenda zangu kwa kusalimia na umelala. Kumbe Juma. Afadhali Mr. Juma nimekuona. Bila shaka. Sema naye. Juzi hapa tulikutana mimi na wewe. Nakumbuka. Unakumbuka nilikuuliza kuhusu Ayani? Ukaniambia kwamba ameyakanyaga. Sasa mimi nataka unielezee. Maana nishampata. Sasa ndugu yangu, waniambia kuhusu kijana. Wewe njaa inakusumbua eti? Sio njaa. Mimi nataka tu nijue. Maana kwa sababu uliniambiaje? Ameshayakanyaga. Ulisema ameyakanyaga. Sasa aliyakanyagaje? Maana nilimkuta kule dampo kule. Ameanguka, hajitambui, haje. Sikia kwambie ndugu yangu, kula kwanza ukishiba utatafuta. Wewe. Huyu anajua kitu. Na ananificha. Ayani. Samahani nikuulize. Juzi kuna dada alikuja hapa. Alifika hadi ndani. Yeye alidai kuwa umesoma naye. Ila kipindi alipofika uliniambia utaki kumwona toke nje. Sikujua ile picha ilileta picha gani kwangu mimi. Nibaki najiuliza maswali. Kwa nini unasema hivi?
Kuja kuniuliza swali kama hilo. Nimekuuliza kwa sababu kila tangu ameondoka ile siku baki najiuliza sana maswali. Kwa nini ulimfukuza aondoke wakati ni rafiki yako? Yule mtu hatakiwi kabisa kuweka mguu wake katika hii nyumba. Na hata sitaki kumuona katika maisha yangu. What? Kwa nini? Naona malazi yangu mpaka sasa naumwa. Sababu ni yeye kivipi wakati anadai kuwa ni rafiki yako wewe? Wewe sio rafiki yangu. Bila huyo sio rafiki yako? Yule alikuwa mpenzi wangu. Na mpaka kuona tatizo kama limetokea nini. Ni kwa sababu yule alikuwa mke wangu. Kwa maana kwamba yeye alinificha. Na hisi majibu yangu umeshayapata na ninafanya mazoezi. Na hisi tayari umesha understand kabisa kila kitu. Niche kafanya mazoezi. Ayan, usiondoke. Kaa kwanza. Nini kingine bado nataka kuendelea kusikia kutoka kwangu? Hiyo picha bado sijaielewa. Mpenzi wako na ni mke wa mtu. Huyo mwanamke kama mnavyomuona. Kwa maana kwamba inidanganya yani. Sio kuwa sio rafiki yako tena. Sio kwa meti mimi natembea na wake za watu. Hapana. Yule mwanamke alinishawishi sana. Ila ulikuwa unajua kama ni mke wa mtu? Au ulikuwa hujui? Nilikuwa najua. Sasa wewe yani unajua kabisa ni mke wa mtu. Kwa nini utembea naye na unajua kabisa mke wa mtu haitakiwi kabisa utembea na mke wa mtu? Sawa, nakubali. Ukimwangalia yule mwanamke amenizidi. Yaani kwenye umri amenizidi kama miaka kama 5. Mdogo wangu, nisikilize kwanza kaka. Ameshanizidi kila kitu, kwa alijua kabisa namna gani ya kuniingia kisaikolojia. Ameshaniingia kisaikolojia na ameweza kunishinda na mpaka sasa bado nampenda. Kwa hiyo umeshindwa kujizuia. Mbona wanawake ni wengi yani? Leo hii tumekuta huko dampo kule. Ipo siku utakuta umekufa kabisa yani. Kaka, mimi sitakataa kuachana na mwanamke. Yule mwanamke mimi nitaachana naye kabisa, lakini yani hili siku lipite kabisa. Wote waliohusika lazima muziki waliouanzisha lazima wataumaliza. Hapana, usilipize kisasi. Wewe ndio uliyataka mwenyewe. Kaka, nisikilize. Nisikilize na nachokuambia. Wewe ndio uliyataka. Kuanzia leo sitaki kuona mambo kama hayo na sitaki kusikia. Huu ni upumbavu kabisa unaofanya. Wewe unajua kabisa ni mke wa mtu. Alafu bado unaendelea kuwa na mazoea naye. Kwa nini? What? Nisikilize. Wewe ni mdogo wangu. Pia wewe unizidi mimi. Mimi kama unavyoniona mimi ni mkubwa wako. Inabidi unisikilize. Kuanzia leo unavyozungumza mimi na wewe, sitaki kuona wala kusikia hata mtu yote akiniletea taarifa hiyo. I say nitakachokufanya huko ndani hutoamini. Kuanzia leo sitaki kusikia hiyo habari. Nadhani umenielewa.